Je, ni kwa nini Burkina Faso imekata uhusiano wake na Ufaransa? Na je, huu ni mwanzo wa mwisho wa ushawishi wa Ufaransa eneo la Afrika Magharibi au hata Afrika nzima? Hatua ya Burkina Faso ya kukata rasmi uhusiano wake wa kidiplomasia na Ufaransa imelitikisa bara la Afrika na hata dunia nzima. Kwa wengi, huu si uamuzi wa kawaida wa kidiplomasia. Ni ukurasa mpya wa historia unaofunguliwa mbele ya macho yetu. Ni ishara ya mabadiliko makubwa yanayobadilisha sura ya eneo la Sahel na kuibua mjadala mpya kuhusu uhuru wa kweli wa mataifa ya Afrika. Waziri wa mawasiliano wa Burkina Faso, Gilbert Ouédraogo, amethibitisha kuwa uhusiano huo ulivunjwa rasmi kuanzia Juni 26. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées. Ujumbe kwa Paris uko wazi. Enzi ya ushawishi wa ukoloni mamboleo imefikia ukomo barani Afrika na hasa nchini Burkina Faso. Lakini nini hasa kilisababisha uamuzi huo wa kihistoria wa Burkina Faso? Chanzo cha mgogoro huu ni miaka mingi ya changamoto za kiusalama. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Ufaransa ilipeleka majeshi yake Burkina Faso na pia katika nchi jirani kupitia operesheni za kijeshi kama vile Barkhane na Sabr kwa lengo la kupambana na eti makundi ya kigaidi. Hata hivyo, licha ya uwepo huo wa muda mrefu, hali ya usalama haikuboreka hata kidogo kama ilivyotarajiwa na wengi. Kwa hivyo wengi wanaamini kuwa askari wa Ufaransa walitumwa eneo hilo kwa ajili ya uporaji madini kama vile dhahabu na urani na si kwa ajili ya kukabiliana na ugaidi. Hivyo vita dhidi ya ugaidi vilitumiwa tu kama kisingizio cha uporaji utajiri. Tetesi hizo zimeibua chuki dhidi ya Ufaransa miongoni mwa wananchi, kwa kuwa Burkina Faso pia wanaituhumu Ufaransa kuwa imekuwa ikipanga njama za kuipindua serikali ya Traore kutokana na misimamo yake huru dhidi ya ukoloni mamboleo na ubeberu. Kwa hivyo basi, kwa uongozi wa Burkina Faso, kuvunja uhusiano na Ufaransa ni hatua ya kurejesha mamlaka kamili ya taifa na kufanya maamuzi yake bila ushawishi wa kigeni, hasa ushawishi wa Ufaransa. Tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2022, rais wa mpito mwenye umri wa miaka 38 Ibrahim Traore ameibuka kama nembo ya kizazi kipya cha viongozi wa Afrika. Wafuasi wake wanamuona kama mrithi wa fikra rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara aliyesisitiza kujitegemea, uzalendo na kupinga ukoloni mamboleo. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mtazamo huo haupo tu nchini Burkina Faso pekee. Katika eneo lote la Sahel na maeneo mengine ya Afrika kumekuwa na ongezeko la sauti zinazopinga mfumo unaojulikana kama France-Afrique, mfumo ambao unatajwa na wakosoaji wake kuwa mtandao wa ushawishi wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi ambao umeifanya Ufaransa kuendelea kuwa na nguvu kubwa katika makoloni yake ya zamani hata baada ya nchi hizo kupata kile kilichotajwa kuwa ni uhuru. Maelfu ya wananchi katika mji mkuu wa Burkina Faso, Wagadugu, walipoandamana wakitaka kutimuliwa wanadiplomasia na askari wa Ufaransa, walikuwa wakitoa ujumbe mmoja kuwa wanataka mustakabali wa nchi hiyo uamuliwe na Wabukinabe wenyewe bila uingiliaji wa madola ya kigeni au madola ajnabi. Kadiri ushawishi wa Ufaransa unavyopungua, washirika wapya wanaendelea pia kujitokeza. Baada ya Paris kuanza kuondoa wanadiplomasia wake waliotimuliwa Wagadugu, mapema mwezi Julai, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alikutana na mwenzake wa Burkina Faso Karamooko Traore mjini Niamey, pembeni mwa mkutano wa pili wa mawaziri wa muungano wa mataifa ya Sahel. Katika mkutano huo, pande zote zilisisitiza kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiusalama na pia kidiplomasia, huku zikielezea msimamo wao wa kupinga masharti na sera za kibeberu za Magharibi katika uhusiano wa kimataifa. Muungano huo wa mataifa ya Sahel unaojumuisha Burkina Faso, Mali na pia Niger sasa haujioni tena kama ushirikiano wa kijeshi pekee. Ni muungano ambao unajijenga pia katika muungano wa kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni
na unalenga kulinda maslahi ya nchi wanachama kwa misingi ya kujitegemea na kupunguza au kuhitimisha kabisa utegemezi kwa mataifa ya Magharibi. Swali kubwa linaloibuka hivi sasa ni hili: je, hatua ya Burkina Faso ni mwanzo wa enzi mpya ya Afrika kujitegemea zaidi kisiasa na kiuchumi, au ni mwanzo wa ushindani mpya wa ushawishi kati ya madola makubwa duniani? Mjadala unaendelea, lakini jambo moja liko wazi: upepo wa mabadiliko unaovuma Sahel unaweza kubadili mwelekeo wa siasa za Afrika kwa miaka mingi ijayo.